Tuna michezo miwili ya ugenini, tuna mchezo mmoja wa nyumbani kwenye mwezi Februari. Michezo miwili ni dhidi ya Monastir ambao tutafungua nao pazia la kombe la shirikisho. Mchezo mwingine wa ugenini ni dhidi ya Bamako ya Mali. Mchezo wa nyumbani pekee ambao tuko nao kwenye huu mwezi wa pili ni dhidi ya TP Englaba Mazembe. Ni alama 9 kwa sababu kwenye group stage, unajua kwenye hatua za awali it's a knockout game. Yaani kwangu na kwako tunamalizana. Tunakuja ile masuala suba na kuna faida goli ugenini sio kuna nini, lakini group stage kuna mechi 6. Hapa ni zaidi ya mahesabu. Wewe unapiga hesabu kwamba mimi nataka nichukue alama ngapi sehemu fulani, alama ngapi sehemu fulani. Sasa sisi tumefanya tathmini kwenye kundi ambao tuko sisi Young Africans. Kundi ambao tuko sisi yuko Mazembe, yuko Monastir, yuko Bamako. Hizi timu zote ni nzuri. Zote ni nzuri. Monastir wamefika hapa kwa ubora mkubwa, wamemtoa Berkane kwenye hatua ya mwisho. Bamako wana timu nzuri kwa maana ya talent wachezaji wao. Mazembe they've got experience kwenye haya mashindano. Lakini tumefanya tathmini, tumeona kwenye hili kundi sisi ndio top dog current, yani kwenye ukiangalia performance ya Monastir, performance ya Mazembe, performance ya Bamako current, sisi ndio top dog. Sisi tunataka tulibebe hili kundi. Kwa kama unataka kubeba kundi, hesabu zako haziwezi kuwa za kwa Mkapa atoke mtu tu. Hesabu zako lazima ziwe na kwenda kushinda popote pale. Kwa hiyo michezo miwili ya ugenini sisi tumeichukua kwa ukubwa wao kuhakikisha itatusaidia kwenye hesabu zetu za mzunguko wa pili kwenye kuongoza lile kundi. Sisi hesabu sio kufuzu. Tunataka tufuzu tukiwa tumeliongoza kundi letu ambao libeba watu kama nimkwambia. Kwa maandalizi ya kule shaka yameanza. Ila maandalizi ya kule yanakwenda chini kwa chini, sio maandalizi ya kelele. Mpira wa Afrika una vitu vingi bwana. Huwezi kusema bwana maandalizi yanakwenda taratibu. Kama tulifika Tunisia tukamtoa Club Africain, maana yake tuna uwezo wa kufika na kufanya vizuri. Sio mwana tafiti ile imetolewa juzi hapa, sio jana, ligi yetu imeshika nafasi ya 5. Ligi hii ya NBC imeshika nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Wewe unajua ni kwa nini? Ni kazi tuliyofanya sisi kule Tunisia. Sisi tulichokifanya kule Tunisia, Afrika ilishtuka. Watu wakaanza kufuatilia hawa ni kina nani hao? Wanafanya comeback, wanashinda kwenye ardhi ya Mwarabu. Kina nani hao? Ndio washtuka weekend namba 5. Hawa watakuwa na ligi wanaibeba sana. Weekend namba 3. Tumekaa namba 5 kwa ligi yetu. Kwa hiyo lakini nikwambie sisi kwenye maandalizi yao tuko vizuri na tutapambana pia kuibeba ligi yetu izidi kupanda kwenye viwango vya kimataifa. Bwana Ali, basi sawa. Basi ndio ligi bora iwe Brazili. Ali anasema ati kwa sababu ya comeback yake. Ndio basi itafilikia sio za kuomea mikopo hizi. Zimekaa kidalali sana. Ali bala. Ila mimi namuelewa. Ali Kamwe namuelewa. Tafiti hiyo ukienda nayo benki kuomba mkopo wanakuuliza. Of course. Bwana hivi tabia bwana, unataka shinga. Hivi Lombano zamani ile uenezi ile ndio ile zamani ulikuwa na ile katibu mwenezi ndio hii kama hii. Sasa hivi wapiga porojo. Eti kuombea mkopo. Kuvutia kwenye jambo lako. Na of course na tunaheshimu taasisi ambayo imefanya utafiti. Of course lazima tuheshimu. Utafiti unapingwa kwa utafiti. Lakini wakati mwingine ukiona mtu umepinda basi ule mtu umepinda. Basi ataandika kusoma ujue hata picha basi. Lakini tunampongeza Almas Kasongo, CEO wa bodi ya ligi. Ligi yetu bora. Lakini sio hivyo basi. No, unajua Luambano kwa recognition kama ile, hata kama maswali ni mengi, mijadala ni mingi, lakini kitendo cha kutambua. Kwa nini tuikubali ligi yetu iko nafasi ya 5 bora, tunaikataa Brazil ligi yao kwa bora ya kwanza? Au umekataa wewe? Nani mwingine amekataa? Wewe hujapita kwenye video vya kidijitali hujaona? Sasa hiyo mtazamo ya watu Luambano. Kama kweli utafiti uko sahihi, kaombee mkopo kama utapata. Kwa mashirika ya kimataifa. Kaombee mkopo kwenye